Za kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Nimeona umuhimu wa kuleta watoto hawa shuleni. Sio jambo dogo. Walipoa wafita wanamkani. Anasema anipeleke mtoto shuleni. Lakini hawa watoto wakipata elimu watafika mbali. Hawatakuwa kama walivyo, kuna kitu kipya kitaongezeka. Watafika mbali, mwisho wa siku watakuja kuwasaidia huko mbeleni. Kwani hatuoni kuna walemavu ni viongozi? Tunaona. Walipoingie, wengine ni viongozi wakubwa kabisa. Sasa ukimleta mtoto shuleni, anapata kitu kingine kipya na ana uwezo wa kufika mbali. Msiwakatie tamaa. Lakini niwashukuru kwa moyo wenu mkubwa ambao mmeweza kuona kama watoto hawa kuna umuhimu pia na wao wakapata elimu. Mmefanya jambo kubwa sana. Tunajua mna mambo mengi ya kufanya, wakati mwingine mna watoto wengi wa kuwashughulikia, lakini watoto hao mmewapa kipaumbele ili kuhakikisha nao wanapata elimu. Mimi niseme Mungu awabariki sana. Mungu hata waacha. Kile mmekifanya sio kule. Watoto hawa watafika mbali na mwisho wa siku watafanyika ukombozi kwenye maisha yenu. Amina. Sasa wengine, kama kuna wengine niliwakuta tarehe 30 mwezi wa 12 tulipita hapa wakati DC anagawa mahitaji kwa hawa watoto. Wengine mtakuwa mnanikumbuka. Nikaona na mimi sio vyema nipite tu nisalimie. Kwa nikaahidi kuleta sare za shule kwa watoto hawa. Lakini tuliposhauriana na mkuu wa shule akasema kuna baadhi ya watoto pengine za nyingine watoto wanakutana na changamoto hata kutembea ni shida. Tukashauriana kama basi badala ya kuwashonea sare za shule tuwanunulie tracksuit na kiatu. Kwa hiyo ndio tulichokifanya kwa hao watoto, kwamba tuwaletee tracksuit na viatu ili viweze kuwasaidia. Walau hii tunajua tunaweza tukawa tumepunguza changamoto. Japo tulikuwa tunajua wanazo, lakini ni alama tu ya kuwatia moyo wazazi kwamba jambo mnalofanya vizuri, na sisi kama viongozi wenu na wawakilishi wenu tunatambua jitihada kubwa ambazo mnazifanya. Kwa namna hiyo tukaona ni afadhali na sisi tuwaunge mkono. Lakini kuwaunga mkono kwa namna gani? Ndio nikaona nishiriki kwa namna hiyo, kununua tracksuit na viatu ili watoto wao waweze kupatiwa. Kwa hiyo niseme Mungu awabariki sana sana sana. Mungu awabariki sana, na tunajua kazi mnayoifanya ni kubwa. Ni wito. Yaani ni wito. Hata angetokea mtu wa kualipa, hawezi akafikia kile ambacho mnakifanya. Lakini ni vile tu kwamba ni wito na Mungu amewapa namna ya kuwalea hawa watoto. Mungu asiwapungukie, asipunguke kwenye kazi za mikono yenu, kwenye mashamba yenu Mungu akawakumbuke ili mpate namna ya kuwaendeleza watoto wao na mwisho wa siku wafike mbali. Lakini pia walimu wetu, tunajua mna kazi kubwa ambayo mnafanya tena ya ziada kwa hawa watoto. Hii ni zaidi ya utumishi kwa kweli. Hii ni huduma. Huu ni wito. Wanachokifanya ni zaidi ya ajira waliyofanya. Hiki kitu lazima mtu awe nacho kutoka ndani. Kwa walimu wetu, kazi mnayoifanya kuhakikisha watoto wetu hawa wanapata elimu ni kubwa sana. Mungu asiwapungukie. Na sisi kama wawakilishi wenu tunajua na tunatambua jitihada zenu za ziada ambazo mnazifanya kuhakikisha watoto hao wanatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na Mungu asiwapungukie. Mungu awabariki sana. Kwa wale ambao mnifahamu, naitwa Stella Simon Fijabo. Mimi ni mbunge viti maalum mkoa wa Songwe. Unende na mshani. Ili afija kwa sababu kwa sababu wanachanganya. Kwa Fijabo Sona unende na mshani. Nenda kamera, Mungu awabariki sana. Asante. Hili ni tendo la takatifu pia. Sisi Wakatoliki tunaita tendo takatifu kwa sababu ni tendo la hata Mungu anapendezwa na jambo kama hili. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa moyo wenu. Ni watu wachache ambao wanaweza kufikiria namna hii, lakini kwa mawazo Mungu aliyowajalia na kufikiria namna hii, tunawashukuru sana, tunasema asante. Hatuna mengi ya kuweza kuzungumza sisi kama wawakilishi wa wazazi. Tunawashukuru sana. Tunasema asante. Mwalimu Jacob Shimbo ni mwalimu mkuu shule ya msingi Ilulu. Shule hii inapatikana halmashauri ya wilaya Ileje. Katika shule yetu tuna kitengo cha elimu maalum ambapo tuna watoto wenye mahitaji maalum. Kwa sasa tuna jumla ya watoto 19, kati yao wavulana ni watoto 11 na wasichana ni watoto 8. Na kati ya hao Kwa sasa tunao watoto wenye ulemavu wa aina mbili.
maana tuna ulemavu wa akili AII, lakini tuna ulemavu wa viungo. Tunawafundisha zaidi hasa wale wenye shida ya akili stadi za maisha, namna gani ya kujihudumia, namna ya kufanya vishughuli vidogo vidogo, na mpaka sasa tulionao wako kwenye hatua ya 4 na ya 3. Toka hatua ya kwanza kule tulishavuka, ya pili tumevuka, tuko hatua ya 3 na ya 4, ambako sasa hivi asilimia kubwa wanajitambua na wanafanya shughuli mbalimbali. Anayejiona mzima leo ajue kwamba ndio mlemavu wa kesho. Tunasafiri kwenye vyombo vya moto, tunafanya shughuli mbalimbali. Unaweza ukaangukiwa tu hata na mti ukapata ulemavu. Kwa hiyo hatupaswi kuwanyanyapaa, tunapaswa kuwapenda, kuwajali, kuwatunza na kuwalea na kuwasaidia. Kwa hiyo nachukua nafasi kwa namna ya pekee sana kumshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Stella kwa tendo hili kubwa la upendo alilolifanya kwetu, lakini pia kwa watoto wetu, kwa kuwaletea sare za shule kwa maana ya tracksuit pamoja na viatu. Tunamshukuru sana na Mwenyezi Mungu ambariki sana kwa tendo hili kubwa na la huruma na la kipekee kwetu sisi. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu azidi kumbariki, kumlinda na kumuongoza na kumjazia pale ambapo amepunguza. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.